mwanamke mmoja alimkimbia mumewe na akamwachia mtoto mwenye miaka 3. Sababu kubwa ya kumkimbia mumewe, alipata mwanaume mwingine mwenye fedha aliyekuwa akiishi Marekani. Mwanaume huyo alimwahidi siku moja itafika na kumpeleka Marekani ili wakaanze maisha mapya ya ndoa. Baada ya miezi kadhaa, yule mwanamke alimtoroka mumewe na kutokomea Marekani, huku akiacha taarifa kwamba asitafutwe tena, anaenda kuanza maisha mengine mapya. Mume wake wa mwanzo alikuwa amemwacha nyumbani. Alikuwa anafanya kazi katika kampuni moja, japo malipo yake hayakuwa ya kuridhisha. Siku moja mwanaume huyo alituhumiwa na ubadilifu wa mali za kampuni aliyokuwa akifanyia kazi, jambo ambalo lilifikia maamuzi ya kufukuzwa kazi. Kutokana na msongo wa mawazo na upweke wa kipindi kirefu tokea mkewe amtoroke, mwanaume huyo akaamua kuoa mke mwingine. Kwa bahati mbaya, yule mwanamke mwingine hakuweza kushika ujauzito. Hata hivyo, alimtunza vema mtoto wake wa kambo kama mwanae vile. Miaka michache baadaye, yule mume alifariki dunia kwa ajali ya gari alilokuwa akisafiri nalo kwenda kijijini kufanya biashara ya mazao. Mke wake wa pili alifanya kila jitihada kwa uwezo wake wote kumsomesha yule mtoto, na kama ilivyo, Mungu hakunyimi kila kitu, kwani yule mtoto alikuwa na uwezo mkubwa wa akili. Mwanamke aliuza nyanya sokoni, alitembeza ndizi, alichoma mahindi barabarani na kadhalika, ili mradi tu aweze kujitunza yeye na yule mtoto wake wa kufikia. Yule mtoto alijua kwamba yule ndiye mama yake halisi na ndiye aliyekuwa akimuita mama. Mama yake halisi aliyetorokea nchini Marekani hakuwahi hata siku moja kutuma salamu, kuwasiliana na mtoto wake, ingawa alipata taarifa na habari ya kwamba mumewe wa zamani alifariki dunia kwa ajali. Miaka mingi ikasogea na kijana alikuwa kwa akili na kimo. Alikuwa akisoma chuo kikuu, akisomea uhandisi wa mafuta na gesi. Mama yake halisi aliyoko nchini Marekani hakuweza kupata mtoto tena na yule mwanaume mwingine aliyemuoa, na kwa hilo yule mume wake mpya aliamua kumtimlia mbali. Kwa kutambua kuwa alifanya kosa kumkimbia mwanae, aliamua kurudi nyumbani kumtafuta mwanae na kumkabidhi utajiri aliopata akiwa Marekani, pamoja na gawio la nusu kwa nusu la mali baada ya kuachana na mumewe wa Marekani. Kwa bahati mbaya, alifika na kumkuta mwanae akipigania kati ya uhai na kifo kutokana na kufeli kwa figo zake. Madaktari walikuwa wakihitaji pesa nyingi kwa ajili ya upasuaji, pesa ambazo mama yake wa kambo alishindwa kabisa kuzipata. Mama yake halisi kutoka Marekani aliingilia hilo swala na kulipa pesa zote za hospitali kwa ajili ya matibabu. Pia akatoa figo yake moja na maisha ya kijana yakawa yameokolewa. Baada ya matokeo ya mwisho ya chuo kikuu kutoka, kijana alipata ufaulu wa hali ya juu, yani first class degree, na akapewa ufadhili wa kwenda kusomea shahada ya uzamili na baadaye udaktari wa falsafa huko Uingereza. Katika kupokea cheti chake siku ya mahafali chuoni kwao, makamu mkuu wa chuo hicho alimpa kipaza sauti kijana na kumwambia amuite mama yake katika jukwaa na kupokea cheti cha heshima. Baada ya makamu mkuu wa chuo kusema hayo, mama yake halisi aliyemkimbia alisimama na kujiweka sawa kusubiri kuitwa na mwanae, wakati mama yake wa kambo aliyemlea tokea mdogo akiwa bado amekaa, huku machozi mengi yakimtoka, huku akimwangalia mwanae wa kufikia kule mbele. Mtihani ulibaki kwa mtoto ambaye amepewa nafasi ya kuweza kumuita mama yake ili kuweza kupewa cheti cha heshima katika mahafali hayo. Ungelikuwa ni wewe ndio una nafasi ya huyo mtoto, ungelimuita nani? Je,
ungeamua kumwita nani aje kule jukwaani ili kupokea cheti cha heshima kwa nafasi ya mama?